Filamu yetu inakwenda kwa jina la The Only Man, yani mwanaume wa pekee. Mzigo unaanzia unamuonesha mdada mzuri anaitwa Judith akishushwa kwenye gari ndogo, na kwa namna alivyoshushwa hali yake inaonekana kabisa kuwa haipo sawa. Anatupiwa wigi lake na mkoba wake, na kwa namna alivyovaa inaonekana kabisa kuwa ni mdada wa mjini. Tunarudi ndani sasa, tunakutana na madamu anaitwa Madam Belinda. Yupo na shoga yake wanapiga story, anamwambia biashara imekuwa ngumu sana siku hizi, ninaweza nisipate hata simu moja ya mteja. Shoga yake anamwambia, unafanya nini kuhusiana na hilo unalolisema kwenye biashara yako? Belinda anasema, sijui hata nifanye nini shoga yangu. Rafiki yake naye hakutaka kumficha, akamwambia, shoga yangu usijali, nitakupeleka kwa mtaalamu anaitwa Segu. Na Madam Belinda hakutaka hata kupoteza muda. Kesho yake wakaelekea kwa mtaalamu anayekwenda kwa jina la Segu. Na kama unavyojua wataalamu huwa na mbwembwe nyingi sana. Baada Madam Belinda kutaja shida yake, mtaalamu Segu hakutaka kupoteza muda, moja kwa moja akaelekea kwenye tiba. Alimkabidhi Belinda bangili akawape wadada ambao wanawauza, huku akimpa masharti wawe wanazivaa bangili hizo kila wanapokwenda kwenye biashara yao, ambayo huku kwetu kwa watoto wa mjini wanaita mchati, lakini alisisitiza wakiwa wanaenda kwa wachati wakati wa biashara yao wasiwe wanazivua bangili hizo. Madam Belinda naye bila kupoteza muda alivyofika nyumbani aliwaita wadada anaowatumia kwenye biashara yake ya ukahaba, na kila mmoja alimkabidhi bangili alizokabidhiwa na mtaalamu anayekwenda kwa jina la Segu, na kuwapa maelekezo ambayo walitakiwa kuyafuata pindi watakapokwenda kwenye biashara zao. Wawili kati yao, yani Judith na rafiki yake, walionyesha kuchukizwa sana, yani mama anavyopambana hadi kwa waganga ili awauze kimwili, lakini kati yao kuna mmoja alifurahishwa sana na kumwambia mama, siwezi kusubiri maana naona kama anachelewa. Madam Belinda anamaliza kwa kuuliza watazivaa au hawatozivaa, lakini Madam Belinda alimaliza kwa kuwapa masharti kuwa hawatakiwi kuzivua bangili hizo pindi wanapokutana na wanaume. Baada ya tukio hilo, siku Judith anakaa na kujiuliza ataishi maisha ya namna hayo mpaka lini, huku akishangaa bangili aliyopewa na Madam Belinda, machozi yakiwa yanamtoka, lakini anamalizia kwa kusema, baba anafanya haya yote kwa ajili yako. Kwa hiyo inaonekana kabisa Judith yuko hapo, sio kwamba anapenda. Siku inayofuata tunaonyeshwa Madam Belinda akiwa na mabinti zake wanaenjoy na kucheza muziki. Simu yake ikaanza kuita, na aliyekuwa anapiga ni mteja wake anayeitwa Alaji, na alikuwa anamtaka binti anayekwenda kwa jina la Judith. Na wakati huo Judith alikuwa chumbani, anamtuma miongoni mwa mabinti aliokuwa anacheza nao muziki wakamuita Judith. Judith akiwa anaelekea kwenda kwa mteja wake Alaji, anakutana na kijana anayekwenda kwa jina la Tony. Tony gari yake limepata shida kidogo, anamuita Judith amuelekeze ni wapi mafundi wanapatikana. Judith anamwambia, ngoja nikusaidie baba yangu, mimi ni fundi magari. Cha kustaajabu, Judith anashikashika gari anakolokocha, mwisho wa siku mara pap gari silinawaka. Tony anashangaa kwa mshangao mkubwa, inakuwaje binti mzuri kama huyu anarekebisha gari na linawaka? Anamshukuru, anajaribu wapate hata namba ya simu, lakini Judith anaondoka bila hata kumjibu na kuingia kwenye gari ya mteja wake ambaye tayari alishamwekea booking. Judith anarudi mzigoni, anampa Madam Belinda pesa yake, lakini Madam Belinda anahisi kama ni ndogo vile. Anachukua pochi ya Judith anaikagua mara ya pili ili kujiridhisha kuwa hajahifadhi pesa hata kidogo. Madam Belinda sio mtu mzuri kabisa, anakula jasho la mtoto wa mtu, huku yeye akiwa amekaa sebuleni. Haya ndo maisha bwana, Mungu tusaidie vijana. Tunarudi sasa nyumbani kwa Tony, yupo na rafiki yake na anamwambia kuwa nimekutana na binti wa maajabu. Rafiki yake anamwambia amefanyaje? Anamwambia uwezi amini, kanitengenezea gari na limewaka. Rafiki yake anamuuliza kwa nini hujachukua namba yake ya simu, lakini Tony kwa huzuni anamwambia nimemuomba namba lakini amenichomolea mwanangu. Basi wakaendelea kupiga stories hapa na pale huku na kule, lakini tukirudi upande wa pili sasa, anaonekana Madam Belinda akiendelea kuwaonya wadada ambao wanawatumia kwenye biashara yake ya ukahaba, akiwakumbusha yale aliyoambiwa na Segu kuwa hawatakiwi kuruhusu mapenzi kwenye biashara yao. Mabinti wanamuaga Madam Belinda na kuendelea kwenye majukumu yao ya kila siku. Kesho yake sasa, pale ambapo Tony gari yake ilisumbua, akasema namsubiria mlembo Judith walau nipate tu mawasiliano yake. Kama ilivyo ada, Judith njia yake ni ile ile. Kwa bahati nzuri Judith anapita anakutana na Tony, lakini Judith akiwa anaelekea kumwahi mchati wake ambaye tayari alishamwekea booking, kwa sababu hayo ndo maisha yake ya kila siku kwa Madam Belinda. Tony anamsimamisha, anamwambia samani dada, ulinirekebishia gari jana, sidhani kama nitakuwa nimekufananisha. Judith anamwambia ndio, imeharibika tena. Tony anasema hapana, nilikuwa nina shida na namba yako ya simu tu, tuwe kama marafiki. Judith kumuonesha kwamba sio mnyonge, anamchomolea tena na kupanda gari ya mteja wake na kuamsha. Kama ilivyo ada, mabinti wanarudi tena mjengoni, wanakabidhi kibunda kwa Madam Belinda. Madam anakagua hadi kwenye vipochi vyao kama kuna hata vijisenti wamevibakisha. Madam Belinda sio mchezo, mama wa mjini. Hali inazidi kuwa ngumu kwa Tony, anajiuliza atampateje mrembo, ni kama anazidi kumuelewa zaidi. Baada ya maswali mengi, Tony anakutana tena na rafiki yake. Rafiki yake anaamua bora amsanue tu kuwa hao mabinti wanamilikiwa na madam anaitwa Madam Belinda, ndiye anamiliki hao mabinti wa mjini. Tony anaomba namba ya simu ili akutane na binti anayemuumiza akili toka siku ya kwanza alivyotengenezewa gari yake. Tony anafanikiwa kupata namba ya madam na anamlipia Judith akutane naye kwa siku hiyo. Judith bila kujua kuwa huyu leo ninayekutana naye ndiye yule huwa ambaye ninamchomolea kila
kila siku. Judith anaamshwa na madam, anasema kuwa mwili wake umechoka sana, akiwa bado hajajua ni nani anamuita. Lakini baadaye Judith anaamka baada ya madam Belinda kumwambia kuwa huyu ni mteja mpya na kumkumbusha kuwa unatakiwa kukumbuka kuwa afya ya baba yako pesa yake inatoka wapi. Bana, sio mchezo, ni noma. Yani binti anapigwa biti kuwa baba yake anaponaje. Tunarudi sasa nyumbani kwa Tony, amesimama kwa hamu anamsubiria binti na malkia mrembo aliyekuwa anammendea kila siku lakini hakubahatika kufanikiwa. Hatimaye mlango unagongwa, mchizi anafungua na kutana na mrembo Judith. Judith anashangaa, anauliza ni wewe? Tony anamkaribisha na kumwambia karibu keti tuzungumze. Kama tunavyojua biashara za binti kuwa ni za ukahaba, na yeye alifikiri kuwa Tony amemuita kwa lengo la kufanya naye ukahaba tu na kuondoka, hakuyaweka mapenzi kabisa. Judith anaona kama anapotezewa muda tu, anaweka mkoba wake chini na anataka kufanya kilichomleta ondoke zake. Anamwambia sijakuita hapa ili tufanye mapenzi. Anamkaribisha tena na kumwambia relax. Hapa tunafundishwa kuwa kila mtu ana haki ya kupenda na kupendwa pia. Haijalishi umemtoa kwenye mazingira gani, mapigo ya moyo yataeleza ni namna gani mnapendana. Lakini tukumbuke kuwa binti Judith aliamshwa akiwa amechoka sana, hivyo inaonekana hali yake ya kiafya haikuwa sawa. Binti anaanza kusweti, anaanza kutokwa na jasho kali na anaonekana kabisa kuwa hayupo sawa. Bana, kumbe mchizi ni daktari bwana. Anamwambia mimi ni dokta, nitakusaidia. Anampa dawa na kumwambia zitakusaidia kwenye maumivu ya kichwa na homa kali, na nitachukua sample ya damu kwenda kuipima hospitali. Judith anaona leo maajabu kweli kweli, yani nabembelezwa mpaka nikalale. Judith analala usingizi mzuri ambao hajawahi kulala toka aanze biashara hizo. Asubuhi anapoamka anakatiwa kibunda cha kutosha na uwezi amene mchizi haja mgusa hata kidogo. Hili jambo kwa Judith ni kama jipya hivi, hajawahi kukutana nalo toka aanze kazi za ukahaba. Mwamba anasema sio kesi, anawasha chuma na mrudisha paka nyumbani. Tunarudi sasa kwa madam wa mjini. Madam anaitumia maisha yake kwenye jasho la watoto wa watu. Madam hajaumbwa na haya kabisa huyu. Anapewa kibunda na furahi sana, maneno mengi yanamtoka na ahadi za uongo kuwa hapa baba yako pesa ya kumtibu haitosumbua tena. Ili kumpa moyo Judith aendelee na ukahaba, mama kapinda kinoma. Tena uwezi amini anamwimbia na nyimbo yani Judy Judy Judy. Tukirudi kwa Tony naye yakuwa mzembe. Usiku aliolala na Judy alibahatika kuchukua namba yake ya simu. Bana, huku na kule Tony amezama kimapenzi kwa binti anayekwenda kwa jina la Judith, huku akisahau kabisa kwa binti shughuli yake ya kila siku ni ukahaba. Judith anapigiwa simu na kuambiwa kuwa baba yake yuko mahututi, anaumwa sana. Anakwenda kwa madam Belinda ambaye alikuwa anakula sebuleni. Anamjibu shombo tu na majibu mbalimbali ya kukatisha tamaa na kumwambia kuwa niache ni enjoy chakula changu. Binti anarudi chumbani, lakini akirudi chumbani anapata simu ya mchizi akimwambia kuwa ninakuhitaji leo usiku. Baadaye Tony anamfanyia malipo binti na anamuita nyumbani kwake. Bwana, neno nakupenda ni zito sana, lakini Tony anazungumza naye mambo mengi na kumwambia ya moyoni kuwa ninakupenda sana Judith. Judith analia sana, haamini anachokisikia kutokana na kazi yake ya ukahaba. Hakuamini kabisa kuwa ipo siku inaweza ikatokea mimi nikapendwa. Judith mkatili anamwambia kuwa siwezi kumwacha baba yangu akiwa anakufa. Anamsimulia Tony sasa ili ajue kwa nini anafanya biashara ile, sio kwamba anapenda. Baada ya mkasa wote Tony anamwambia kuwa hapa Lagos kuna hospitali, nitamsaidia. Judith anatoa macho kwa mshangao, anatoa macho na kumwangalia mchizi, yani ya kuamini kabisa anachokisikia masikioni mwake. Lakini ya kuishia hapo akamuuliza, unafanya hayo yote kwa mwanamke kama mimi? Bana, sio mchezo, asikwambie mtu kitu bwana, ukitaka kujua mapenzi yana nguvu. Yani mpaka Judith mwenyewe anauliza, unafanya haya yote kwa mwanamke kama mimi? Kazi imeanza kuwa ngumu kwa madam Belinda, maokoto yameanza kupungua. Judith naye akawa anavua bangili ili kuruhusu tu mapenzi kwa mchizi, kwa sababu jamani wa pekee sana. Judith anaingia kwenye mfumo wa Tony, anaingia kwenye moyo wa Tony na kuanza kumpenda. Madam Belinda anahisi kama dawa zimeanza kupungua nguvu hivi. Mchongo ni kwamba biashara ya madam imekuwa hatarini. Judith naye akaanza kupenzika vya kutosha, inafikia wakati mpaka anasahau bangili nyumbani. Madam Belinda anamuita Judith na kumuomba maelezo ni kwa nini anaacha bangili nyumbani. Mapenzi yana nguvu bwana. Judith amempata mpendaye, anampa kiburi. Anarudi nyumbani na kumwambia madam kuwa ninataka kuondoka. Madam Belinda anamwambia uwezi kuondoka paka unirudishie gharama zangu zote nilipokuchukua toka ukiwa kwenye umaskini. Yani hao ndio binadamu walivyo. Yani madam Belinda hana wema, hana ubinadamu kabisa. Hanya anataka mfanye kama kahaba tu miaka yote ndani ya nyumba yake. Anamfungia ndani na kutokumruhusu kutoka nje. Judith anaongea na Tony kumuelezea mkasa wote ulivyo. Tony anakuja kwa madam Belinda na madam Belinda anamwambia ili nimruhusu Judith kutoka ndani ya mjengo huu ni lazima unilipe kama gharama za naira milioni 10. Tony anamwambia mimi nitakupa naira milioni 5, lakini madam Belinda anakataa. Huku na kule mchongo unazidi kuwa mgumu. Madam Belinda anarudi kwa mtaalamu Segu. Segu naye anamwambia ili
mambo yaende sawa inabidi amuue Judith. Judith na rafiki yake wanapanga mchongo. Judith anapata bahati ya kuondoka nyumbani kwa Madam Belinda. Judith ameenda kuishi na mwamba Tony. Tony anatembelewa na rafiki yake. Rafiki yake anamuuliza, rafiki yangu, umekubali kuishi na changudoa? Rafiki yake Tony hakupendezwa sana na hilo jambo, lakini hakuelewa ni namna gani mchizi amezama kwa binti Judith. Mwamba anamrekebisha na kumwambia huyu sio changudoa, jina lake ni Judith. Maswali ya kejeli ya hapa na pale hakupendezewa nayo Tony. Aliingia ndani na kumwacha rafiki yake sebuleni, kuoneshwa ni namna gani amechukizwa na kauli za kejeli za rafiki yake. Wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Madam Belinda anatuma watu waende kumuua Judith, lakini mchongo unaungua. Baada ya shoga yake kumsanua kuwa Madam Belinda anatuma watu kuja kukuua. Haikuishi hapo. Tony naye alienda mazingira kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa ili kuwatia nguvuni watu waliotumwa kuja kumuua Judith. Hiyo inaonesha ni namna gani unaweza ukafanya lolote kwa yule umpendaye. Mchongo na kuwa sio mchongo baada ya Madam Belinda kukamatwa na polisi. Hatimaye sasa mambo yakaenda sawa. Mwamba na Judith maisha yakaendelea. Hapo sasa ndo nakuja kupata maana ya halisi ya The Only Man. Je, ingekuwa wewe ndo mchizi ungefanyeje? Mwamba amepambania penzi lake na haijalishi ilikuwa ni ngumu kiasi gani, na amefanikiwa kulinda utulivu wa moyo wake na maisha yakaendelea. Je, umejifunza nini kupitia kisa hiki cha The Only Man? Mimi ni Ali Ngatenda. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kupitia Geoflix Studio ili kupata recap za movie mbalimbali na update nyingine nyingi zaidi. Pia usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.